Hi good people, welcome back to our YouTube channel. This is INKA TV. Karibu sana in INKA TV. Niko sure mmewatch video yetu ya Silver Button. We are so happy by the way. We hit 100,000 plus subscribers. Tuendelee. If you've not subscribed while you're watching this video, endelea kusubscribe. Leo tunafanya something different, which is tumeanza kuleta artists. Nimetenga abange mwatona jiregalia Mamioro, tunaenda huko tunasaidia watu, charity stories, tunafanya inspirational stories pale. But we said why not when tunarudi sai in a bigger and better way, tuanze na one of the famous, yani naweza sema ni kama one of my favorite artists from Kisii region. Watu wengi mnamjua. Leo tumemuita hapa kwa studio zetu ambazo zinapatikana Twin Towers 8th floor. Ametutembelea hapa tupige story na yeye pole pole tu kiasi, tumringie kweli na Silver Button yetu kidogo, na yeye pia atuambie anaendelea aje. Vicky Young amenyamaza sana. From the title of the video niko sure you know that we have Vicky Young in the house today. Leo tutaongea lugha zote. Pole kwa sauti yangu, niko na homa kidogo, but I hope I'm audible enough. Tupige story na yeye, na karibuni sana kwa INKA TV. Vicky Young. Yes. Mambo. Umepotea. Niko. Umefikanga hapa by the way? Ujai kuja INKA TV? Yeah, the first time nafika. Yeah, na nimebambika, nimeona mko poa, tunaendelea. By the last time tulipatana na wewe tulikuwa Camel Park tukifanya video yetu ya Silver Button. Yeah. Yes, tukaona ni vizuri tukuite hapa leo, at least tupige story na wewe, tujue Vicky Young ni nani, unaendelea aje. Alafu funny enough, you're the first artist mwenye tumeleta kwa INKA TV. Oh wow. Kama umekuwa ukifuatilia stories zetu, si ufanya stories za uko Mamioro mali uko ndani. That is what we do. But we are so happy that you honored our request na umefika hapa leo. Pia mimi nimebambika kufika hapa. Yes, tunaona najifeel niko home. Uko home INKA karibu nyumbani. Kabisa. Asante sana. Tutaanza a bit different. Mimi leo sitaki nikuulize zile story ni kama tuko class. Naona sijui tupige tu story na wewe. By the way unakuanga umetulia. Hiyo ndio karakta yako? Karakta yangu nakuanga tu mtulivu hivi. Lakini kwa video sio kwangi umetulia hivyo. Video unajua lazima perform vile video ina demand. Guys, leo Vicky Young amefika kwa studio mpaka anamwangalia niko like tutapiga story. Amenyamaza, ukimwangelesha tu anasema like ni kijana mtulivu, ametulia tu hivyo. But it's a good thing anyway. So as we start, nimeona luku umepiga luku ya kisanii, uko na zinaitwa nini? Bling. Kuna bling pale nini. Wenye umevaa hivi yote, tuanzie kiatu. Kiatu ni pesa ngapi? Leo nataka kujua usta. Mimi hata msimulike zangu ni mimi na thrift. By the way napendanga ku thrift sana. So wewe kiatu ni pesa ngapi? Pesa kidogo tu. Ngapi? Pesa kidogo. Pesa kidogo ni ngapi? Pesa kidogo. Zinaitwa J4. Si ni J4? Kiatu ni pesa kiasi. Luko yachukua pesa. Okay, kiatu ni pesa ngapi? Luko simple. Mimi nataka tuanzie kiatu. I hope my camera person umemulika kiatu ya Vicky Young. Luko ya Kisii, si kiatu ya kawaida. Pesa ngapi? 1000 ngapi? 1400 hivi. 1400. We, 1400. Unaisema kawaida na economy. Ya fuliza. Jeans ni pesa ngapi? Jeans za kawaida. Si pesa kama 1500 hivi. Jeans ni 1500. Tuende kwa t-shirt. T-shirt ni how much? T-shirt kama 1000. Kama 1000. Hiyo ni usta. Unasikia hiyo pesa? Already look yako ishapita 5000. Ama ni 5000. Anyway, karibu sana. Nilikuwa tu nataka watu waone hiyo usta, like wenye watu wanavaa. Mimi msiniulize wenye nimevaa juu zangu. Hata sijafika nusu ya Vicky Young. Vicky Young, yes. Before tuende mbali sana, I wanted to ask you, ni kitu gani yenye huwezi toka kwa nyumba without? Nguo. I expect hiyo jibu. Nguo ndio huwezi toka. Okay, achana na nguo ni basic, lazima tuvae. Kuna ile kitu tu yenye huwezi toka kwa nyumba. Simple sana. Ukiacha nguo na mavazi ni simu. Ni simu. Zingine hizi inaweza toka bila pete, saa. Inaweza toka tu vile niko. Simu ndio uwezi. Hata mimi nilikuwa naambia director wangu hata kama ningekuwa naenda Nairobi nipate tu nimefika Bomet nimesahau simu. Nitarudi hata na bike. Lazima tu nirudi nichukue simu yangu. Na ile kitu yenye kwa nyumba uwezi kosa ni gani?
Kwa nyumba. Kuna zile vitu tu ziko kwa nyumba, kuna ile yenye huwezi kosa kwa nyumba yako. Hata sasa nikienda kwako lazima hiyo nitaipata. Kama food, ama accessories, ama nini? Hata electronics, hizo zote. Hata food. Kuna ile kitu huwezi kosa kwa nyumba. Juu napenda muziki sana, labda radio. Radio huwezi kosa kwako. Hata kama unaishi wapi, hata iko kwa island lazima uwe na radio. Lazima. Okay, nice. Alafu si uko na wallet? Yes, wanaume ni wallet. Una wallet? Okay, niligrow kama nilikuwa naona ni kama ni burden kwa mfuko wangu. Sipendi kubeba vitu mingi. So that's why simu yangu tu ndo wallet. Ni hivyo tu? Kama nilikuwa nataka kuuliza ni nini haiwezi kosa kwa wallet yako. Kwa wallet yangu? If you had a wallet. So now that tumesikia Vicky Young hana wallet. Wallet sipendi kubeba. Unless ukibeba unajua maybe pesa siku hizi watu wabebi kwa wallet. Siku hizi bado bebe kuna mobile money. So si lazima mtu abebe wallet. Au je own wallet? Nilikuwa na Safaricom kitambo. But sijai buy. Kumbe ulifikia. By the way, hizo wallet za Safaricom zilikuanga, mbona siku hizi hawatupati? Zilikuanga mzuri. Mimi nakumbuka nikiwa high school, hapo ndio nilikuanga na keep pocket money yangu. Alafu ilikuwa mpya, sijui iliendanga wapi. Nikipata saa hii nitakuwa naiweka kwa bag yangu. Wamepunguza size ya line, watakupea aje wallet? By the way, siku hizi ni kadogo hivi sana. Sijui kama mwenye mna watch kama mlifikia those wallets. Kwa my camera people, I know amkufikianga anyway. But nitatafuta, nikienda home nitatafuta niwalete. There were nice wallets zilikuwa kwanza zimebrandiwa Safaricom. Ukiwanga nayo ilikuanga like it's a big deal. Kulikuwa unangoja mtu anue line akupatie juu ile time kwa tunakaziwa tukua na phone. Yes, msiniangalie hivyo, si ni ukweli. Anyway, Vicky Young wewe ni star. Hata sasa ukitembea Kisii kwa sure unapatanga wale watu wanakuta Vicky Young kwa street nini. Si wako obviously, watu wanapo identify. Nini ile mzuri sana yenye fun amekufanyia? Yenye mlipatana na yeye physically. Yes. Well, kuna mafans wengi huko nje mnaweza meet, wanakupeleka wanasema tuende lunch. Tuende kwangu leo tukue dinner. Labda naweza sema kuna fan mmoja alini surprise. Alikuwa mbali, I think ako US. Then ndio watu wengi wamezoea mtu anakutumia pesa hivi anakuambia nimepromote. Sasa yeye alibai marashi kutoka huko. Akapea mtu anakuja kama mimi sijui. So mtu alinicall siku moja nikipita. Akanisimamisha mahali akaniambia Vicky niko na mzigo wako, ndo akanipea. Akaniambia ilitoka huko. Nimekuja nayo hadi hapa. Yani ulipatiwa perfume from US. Like all the way. Akaamua unajua tunaweza ibaya hapa. But akaamua kuituma kutoka huko. Ili surprise. Oh, that's nice. Mlikuwa mshaiongea? Well, tulikuwa tumeongea but hatukuwa that close sana. So it was unexpected juu tukuwa that close. Okay. I think that is the best thing yenye fan amekufanyia apart from our lunch nini pia una appreciate anyway. Alafu sasa kuna ile worst thing yenye fan amekufanyia. Ni gani? Wenye umepatana physically. Sipenagi kukipu vitu worst sana kwa akili yangu. Sinaweza sema gani? Kwani ziko mingi? Zina tutakukumbuka maybe kama nishikuwa na situation ile kitu mbaya yenye fan ameikufanyia. Unaona kama kuna maybe umeimba hiyo song yako ya Chinkonge yenye inajulikana sana. Unajua there are some people wenye wana take art kama personal. Unaweza pata mtu akapo kwa street, kama ilikuwa inamfit, mbona ulituimba hivi ama mbona ulitufanyia hivi? So wewe siku lead to an answer, but niko sure tu kuna kitu worst yenye fan ameikufanyia wenye umepatana naye kwa streets. Hiyo sizipo. Labda nikikumbuka nitakuwa. But hakuna. Sidhani. Okay, mimi utakingi kila kitu mtu ananiambia positively. Like mtu anaweza kuja kuambia ile ngoma yako siipendi. Ni mbaya na ni boy na ni udhi nini. Waga anacheka tu na take ni kama ni. Unaona ni kama ni criticism mwenye but ni positive. Sipende ku take serious. Okay. But hakuna sijui yule mwenye amekuja aanze kukubash hapo kwa street anakuambia hapana, nifanye hivi nini. Anyway, sidhani. Hakuna.
Anyway, sasa at least break the ice kidogo. Unajua kuna wale mafan mpaka wa US, mtu amekutumia perfume, wengine kwa street wanakuambia song yako ni mbaya, nini, kuna vitu mob. Sasa kuna ule mtu ambaye anaangalia Vicky Young for the first time. Mimi ninakujua, but kuna wale pia wengi sana niko sure wa subscribers wanakujua. Kuna yule mwenye leo ametune into INKA TV ndiye anaona Vicky Young for the first time. Who is Vicky Young? Vicky Young ni msanii. Anafanya ngoma za secular, urban secular. Yani Mkristo. Anaenda kanisa sana. I think maybe naweza enda kesho. So wewe ni Mkatoliki? Oh, same. Okay, mimi ni Mkisii, nimetoka home ni Nyamira. Nimegrow Nyamira. Nyamira wapi? Nyamira place inaitwa Ekerenyo City. Okay. Imekuwa city. Kianga. Nyamira County. Yes. Anafanya muziki. Shule. Ulianza wapi? Shule nilisomea Nyamira, shule nikianza primary nikasoma Nyamira. Pale huko shule fulani inaitwa St. Matthews. Ikendo primary. Nikatoka hapo nikaenda high school, Pope Benedict Seminary. Nikaenda campus Kenya Methodist University. Okay. Sasa niko hapa. Uko hapo bado hujamaliza? Nimemaliza kutoka huko campus, so tuko hapa nje sana. Sasa nafanya music. Okay. Sifanyi kazi career wise. Career wise sasa niko kwa music na entertainment industry. Career wise umesomea nini? Career wise nimefanya health systems management. Well, something totally different from what you're doing right now. Yeah. How come? Growing up, okay, ulikuwa unataka kuwa nini? Growing up nilikuwa nataka nifanye engineering, but sikuitwa hiyo, nikaitwa niliitwa. Okay. So nikashift. Ulikuwa unataka kuwa engineer but sasa ukashift. Yeah. Okay. Hiyo ndio, but music haikuanga kwa akili yako venye ulikuwa una grow up? Well, music ilikuwa part of me. Like sikuwa naifikiria kama kitu fulani nitakuja kufanya. Nilikuwa naifanya nikiwa bado mdogo, because nikiwa high school I remember tulikuwa na mikosi na mzae juu. Nilikuwa nisha record ngoma tayari. Ukiwa high school? Nikiwa high school form 1. Nilikuwa nisha record. But hiyo time nilikuwa nimeanza, that time tulikuwa Diamond na Week kabisa. So mimi nilikuwa napenda sana Diamond. Namsikiza pale, alikuwa anani-inspire. So nikiwa home mimi nilikuwa napenda kuandika sana. Nilikuwa na kitabu imejaa ngoma bado nikiwa primary. Ulikuwa unajiandikia ngoma? Primary, yeah. Za Kisii ama Kiswahili? Kiswahili sasa. Okay. So nilikuwa nataka kuwa Diamond that time. So by form 1 nilikuwa nishatoa ngoma za bongo hivi, ngoma kama 3. Ulikuwa unatoa pesa ya kurekodi? Mabro wangu wenye ni wakubwa wenye nawafuata walikuwa pia wao wanapenda kunisupport hiyo passion. Ndio walikuwa wanaona niko na passionate. Okay. Kwa asubuhi hadi usiku naimba tu. So mzaani kama aliona mzee akiimba hivi shule, so akaniambia hautasoma. Unajua wale wazazi wa kitambo walikuwa, wewe ukitaka kuwa musician, vitu kama hizo actor, hiyo hautasoma. Hawakuwa na believe like inaweza pay off. Well, inaweza pay, but pia inaweza kukatizia usisome. Unajua kama mimi passion yangu ilikuwa 24/7 naandika tu. Hata shule ulikuwa tu unaandika? Hata high school nikiwa shule, mimi nilikuwa mwalimu kama yuko kwa lesson, mimi naandika song. Kifika games time, wase wanakuja kwa desk yangu na waimbia. Ulikuwa celeb wa high school. So walikuwa wanapenda sana kusikia nikiwaimbia. So walikuwa wanasema wewe utakuja ukaa star siku moja. Yaani kila mtu tu alikuwa anakupea zile blessings. Sasa mimi sikuwa ijiona hivyo juu ilikuwa passion yangu. Yeah. How many are you in your family? We are 7. 7 kids. 7 kids. Wewe ni wangapi? 6th. Wewe karibia last born. Anyway, watu wengi ambao wanaimbanga ni kama hata walimu, unapatanga kuna tu mtu alikuwa na kuinspire ukigrow up kuimba. In your family ama maybe outside the family, kuna mtu alikuwa na kuinspire? In my family, mzee wangu anapenda kuimba sana, ni mwimbaji but anatunza na kuimba zile ngoma za folk songs. Your dad? Yeah. Yeah, so like tumegrow tu tukimwona yeye akiimba, akona ile volcano yake anacheza tu kwa nyumba.
So ni mwalimu, so shule yake unapata music tu anafanya hadi national, so ni mtu wa music. Pia kutoka side ya my mom kuna wasanii, kulikuwa na kina Arisi, kuna ndugu ya mamangu pia anaitwa Charles Nyawoka, pia yeye ni mwimbaji. So kutoka hiyo familia pia watu wengi wanaimba kutoka huko. Charles Nyawoka ni uncle yako ama? Ni ndugu ya mamangu. What? Okay, na nilikuwa nasikiza songs zake sana. Ni legends kwa songs za Kisii. Okay. So in your family nyinyi kuna musicians hapo ndani? Yeah, so nikiangalia wakiimba pia nilikuwa pia nang'ang'ana kutoka hapa, but sasa urban side. Yeah. Okay. So your family supports kabisa fully. Side your career in music. Okay, your first song ilikuwa gani? Sasa ile yenye imekutoa, yenye imefanya tukakujua kabisa. My first song yenye imefanya watu wakanijua ni Noraita. Yes. And tulifanyanga na Megi. That was the very first song yenye ilinitambulisha sasa Kisii. Yeah, so after nimeacha hizo mambo ya kina Diamond sasa. Ukachange ukarudi Kisii. Baadaye mbona ulichange? Ama uliona Kiswahili itaweza? Ile ilikuwa after high school. Unajua tukiwa primary tulikuwa nasikia bongo, unaimba tu bora unasikia Watanzania wanaimba. Tunajua Kiswahili yetu si mzuri sana. I know. So kuungangana na Waswahili pale wenye wamegrow ilikuwa ngumu. Plus sasa after nimegrow na nikuja kuunderstand say bongo ni nini. Sasa nikasikia bongo yenyewe ni jina inamaanisha Tanzania. Sasa nilikuwa najifeel mjinga nikiwa hapa Kisii, nasema mimi naimba bongo, yani naimba Tanzania. I make sense kwangu. Okay. So nikasema mbona sisi wa Kenya sasa music yetu ni gani? Yenye unaweza imba sasa useme hii ni ya Mkenya. Okay, mbona kuimba genge? Genge ilikuwa at that time wale wagenga wako wanani inspire, like sikuwa na wafeel. Ilikuwa tu ni wakina Diamond, Alikiba au watu wa TZ. Wao walikuja na vibe nyingine mpya. Unajua wale walikuwa ugangster, wale genge ilikuwa ya ugangster. Alafu sasa hiyo ugangster haiko. Unajua hawezi relate nayo. Si kama pia wao walikopingi kutoka watu wa hip hop kitambo. Walikuwa magangster ile time yao. Sasa hiyo ukiwa gangster utakuwa gangster wapi? Ni kuimbia watu ile ngoma maybe za mapenzi wa feel, ndio kila mtu anapendana, at least ama shaipendana at some point. Wanaweza relate ama ile ya contemporary issues zenye watu pia wanaweza relate nazo. Yeah. Okay, hiyo ndio ilifanya ukasema sasa wacha usettle kwa kuimba Kisii. Yes. Unajiandikianga music? Najiandikianga. Ile ilikuwa so easy for you kuanza, even your first song uliandika? Hii sasa song unasema na hits, hii yenye ilikutoa sasa tukakujua Noraita. Ngoma zote naandika. Ni wewe uliandika? Okay. Alafu Migi ameplay role gani? Niko sure sasa Migi tulikuwa tunamjua before wewe. Ameplay role gani kwa career yako? Naweza sema tangu nikiingia kwa music industry ndo alinigroisha, alinimake me understand music. Yeah, the first time nafanya ngoma, my very first song ilikuwa tumefanya na yeye. And the second song pia tulifanya na yeye. So at that time yeye alikuwa anajua hapa nje kupiga show, kwenda club, vile una behave kama msanii kwa club, vile una perform, kienda kwa interview vile unaongea. Because mimi nilikaa kutoka shule tu, nilikuwa nimetoka high school, ndio niko campus to direct, sijui anything kwa field ya music other than kuandika na kwenda studio. So alini make me understand vitu mingi hapa nje juu yeye alikuwa ashafanya vitu mob. So ilikuwa tu kama mtoto wake, sasa namfuata kutoka nyuma kitu anafanya vile anafanya. So kutoka hapo ndo nikaanza kulana. Mlimit aje na yeye? Kumit na yeye nilikuwa shabiki wake. Before actually the first time nilimmeet nilikuwa shule, tulikuwa shule high school, nilikuwa high school. So tulikuwa na band, shule ya band. Mimi nilikuwa nacheza cornet, trumpet. So tulienda function fulani and tuliitwa, I think president alikuwa anakuja hapa. So tulikuwa tunacheza band. Then wao ikakuwa coincidentally pia walikuwa wameitwa function kuperform mtu wa Ruara, hiyo song mtu wa Ruara. So tulimeet hapo, though hatukuongea juu wao walikuwa kwa hiyo Bwari ya road show. Mimi nilikuwa hapa chini shule. So after nimerudi shule nikasema hiyo ngoma ina make sense, like hii sound ina make sense. Na what if nifanye kitu inakaa kama hiyo ama hiyo vibe sasa, juu hiyo ni vibe yenye inakaa tunaweza embrace kaya kikwetu sasa. Nikarudi shule nikajenga song fulani hiyo Noraita sasa before.
So nikaifanya, tukamit na yeye. Nilikuwa napenda sana ku function kiwa mahali naenda huko na perform. Then watu wengi walikuwa wananiona huko. Tulimit Mombinya. Alikuwa ananiambia any function unapata wewe enda huko perform. So Mombinya kanileta tukaperform hapo Culture, tukaenda tukaperform elsewhere, tukamit na mingi kwa hizo shughuli. Okay. Yeah, tukapa kaniambia ukuje show yangu iko Nakuru. Nikaenda hadi Nakuru, kapiga show nikamaliza, kaniambia next iko Nairobi, nikaenda Nairobi. So mimi nika attend hizo show zao zote. Ulikuwa determined unaenda tu. Yeah, so I think aliona huyu jamaa kwani ako na moyo aje hivi. Namwambia Nairobi anakuja, Nakuru anakuja. So ndo afterwards akasemanga huyu kijana anaimba poa plus ako na passion na ako na commitment. Next tunafanya na yeye ngoma. Hii ngoma actually anafanya saa hii nitaona niweke verse. Hivyo sasa ndo tukajuana kutoka hapo tukawa marafiki. Hapo tu ndo Nora ikazaliwa tu hivyo. Yeah, ikazaliwa. Hapo tukakuwa marafiki. Na finances by the way, najua sasa hiyo time you are not working ama it's your family, ulipata aje finances za kurecord na kushoot ngoma? Well, at that time familia yangu walikuwa wananisupport. Yeah, wananisupport. Ndugu yangu shout out Benjamin. Tulikuwa nikiwa anywhere tuenda alikuwa ananipeleka. Kama ni Nakuru tunaenda na yeye. Ni yeye kila kitu. Juu hata hivyo hiyo time sikuwa najua place mob. Yeye alikuwa ananipeleka tu kila mahali. Okay. Anaitwa nani? Your brother. Anaitwa Benjamin. Umesupport Vicky Young sana. Alafu apart from Migi, nani mwingine mwenye unapenda like artist ule mwenye unaangalia Kisii unasema yeye huyu anafanya kazi nzuri kwa Kisii music? Siku hizi wasanii wengi wanafanya poa. Kuna wasanii wengi. Siwezi sema ni Migi pekee. Migi anafanya poa pia. Wasanii wengi wanafanya poa, juu nikiwataja nitakuwa nimeacha wengine. Taja watatu basi. Sasa sitaki nikuweka on the spot. Utaje mmoja. Sema Vicky Young kumbe wengine anatudharau. Wale watatu ambao wanafanya kazi mzuri, yani wenye ukiangalia tu hata before umesema ulikuwa ulisikizanga tu music ya Migi ukiwa bado shule kwa sema hey songs ni poa. So kuna wale ambao hata at least walikuwa na kuinspire. Ni nani hao watatu? Hiyo time nilikuwa najua Migi na Vector na Babji. Juu wao ndo walikuwa wametoa mtu Aruara wote watatu hiyo time. Okay, kulikuwa na Vector, kuna Migi na Babuji. Hao ndio hiyo time ambao walikuwa na inspire. I think hata pia hiyo time wao ndio walikuwa wameanza hii music sana ndio tulianza kuwasikia. Ndio walikuwa wamebring music. Ndio walikuwa wameileta sana. Kwa saa hii, sasa acha nikuweke kwa the spot. Saa hii, hebu name 3 Kisii artists ambao ukiangalia unaona wanafanya kazi mzuri. Of course wengi, sasa hiyo mko wengi sana na wanafanya kazi poa, but kuna wale watatu. Okay, so far naweza sema Babji anafanya kazi poa. Swali ngumu. Si ngumu, si mpaka nimekupatia watatu. Of course wengine wanafanya, but sasa kuna wale watatu ambao wewe una feel wanafanya poa zaidi. Wa kwanza ni Babuji, wa pili ni nani? Sasa sema kuna wengine wamekaa wanapiga sana. Kuna MC Kudu actually. Nimeona pia Kigro saa hii anafanya kazi fiti. Yes. Okay. Tumepata wasanii wako watatu ambao wanafanya kazi nzuri. But anyway, we are not saying wengine wafanyi kazi nzuri, but hao unaangalia. But hata mimi na agree wako talented. Hata MC Kudu is very talented. But then nitamtafuta hata yeye nimlete hapa. Tupige story na yeye tusikie life yake imekuaje. Collabs. Sasa since tunaongelea wasanii, acha tuongelee wasanii. Umefanya collab na wasanii wangapi so far? So far ni wengi. Nimefanya juzi, nimefanya collab na Robe Vundi. Nishaifanya na Migi, nishaifanya na Babji, nishaifanya na kuna vijana nilibring pala, kuna kijana alikuwa anaitwa Conshax, Musongo, King Mose. I think hao ndo naweza kumbuka sasa hivi. Talking about King Mose, wewe ndo umemsign? Siwezi sema kumsign. Ni like alinikujia, so nikaamua kumshika mkono tu
kumpush tu musically, siwezi sema nimemsign. Ulimjua aje? Mlipatana aje na King Mose? Kuna song yenu mzuri sana ambayo mmetoa. Mose tulipatana na yeye, alini-invite, walikuwa na function kwa kanisa yao. So akani-invite huko, walikuwa na kesha. Nikaenda pale na wana youth walikuwa pale, tukaongea, after hapo tukajuana. Ndio kazi ikafuata. Okay. So ilikuwa hivyo mkapatana tu rahisi. King Mose unaona aje, like ako na future gani in music? Sasa hii wewe ndio unamnacha tuseme. Ako na talent na akiendelea na hiyo pesa atafika mbali. Kwa sasa yako sawa. Nako sawa. Mbona hujafanya collab na wasichana? Now let me tetea girl child because niko hapa. Sijawasikia ukiimba. Kuna wasanii wazuri sana, kina Faith Stan, kuna Berin, kuna nani tena Kisii, kuna Faina B. Kuna wasichana wengi sana siku hizi wanaimba Kisii na wanafanya vizuri equally. Mbona hujafanya collab na msichana yote? I think maybe kwa mbele tutafanya. Haujaifikiria kufanya? Nishaifikiria, tushaipanga na Faith siku mingi. But ni vile hatujapatana sana that much because napata ako busy. Okay. Sijua wasichana pia nakuanga busy sana, si kama sisi. Wasichana wako busy. Umetry ku reach out ama wao wametry ku reach out? What ndio Faith tumeongea naye siku mingi, tumepanga actually siku mingi. Oftentimes unapata pia mimi naenda huko hivi hatupatani vizuri kumeet, but tuta organize. Nitakuwa committed siku moja tufanye. Unafaa kufanya. That one umeisema hapa kwa INKA TV, at least unafaa kuleta msichana mmoja because hatujaona collab yako na msichana. So it's not like uko na something personal against them. Ni venye tu time zenu hazipatani. I think nikifanya music sije kuwa any personal na mtu yoyote. Mimi nakonga tu peke yangu. Maybe anaweza kuwa personal na mimi, but mimi sinanga na ubaya na msanii yote. Okay. Alafu sasa tumeleta topic ya wasichana. Sijui kama umeiona anyway, but I had to ask you this question. Hata kama ingekuwa on camera, maybe ningekuuliza tukimaliza. Kuna time Vicky Young nimekuona na scandal, kuna scandal imetokea ya Vicky Young. Sijui kama uliona hiyo scandal. Kuna something happened, ilikuwa related to wasichana actually. So nilikuwa nataka confirm what happened. Is it true? Kwanza, is it true ilikuwa wewe? Ilikuwa Kiki pia siku hizi nyinyi mmeanza kufanya Kiki hapa Kisii, nimeona Kiki zimeanza kutrend ndio alafu mtu anatoa music. So ni nini ilikuwa kweli? Labda ni understand. Kuna picha ambazo zenye tuliona kwa mtandao watu wakasema kuna msichana Vicky Young sijui nini. Kuna picha ambayo ilitrend sana. Ni picha ama ni video? Kitu kama hiyo. Sasa hiyo umeshikanisha. Hiyo ilikuwa this. I think ilikuwa 1 year ago. Ilikuwa 1 year ago. Si juzi sana pia. So ni ukweli ilikuwa wewe? Sidhani. Okay, nilisikia rumors mingi pia vile ulisikia kutoka kwa watu wengi nilitumiwa vitu mob. But nilikuwa sielewi pia mimi nini ilikuwa ina go on. At that time I think nilikuwa nimemaliza exams kutoka shule sasa. That time nimeenda home. So that time nilikuwa home. Nilikuwa napigiwa simu nikiwa home kwetu. So nikasikia vitu mob napigiwa story, masimu, vitu na watu wengi. Sipendangi kusikia negative energy ya watu huko nje. So nika switch simu yangu to data off. Nikatulia after some few weeks, so ndo hata hadi saa hii sielewi nini ilikuwa ikapoa. Kumbe hata wewe uelewi. Sielewi. Mimi nilisema leo Vicky Young akikuja hapa nitamuuliza actually, because hata kama ingekuwa on ama off camera ningetaka kuelewa, because ukiona Vicky Young hiyo personality yako sasa hii it's totally different. Venye sasa hivi unakaa umetulia nini. So nilitaka kujua zaidi what was happening, ama ilikuwa Kiki ama ilikuwa at that time kuna dem tulikuwa tumekaa naye kutoka kitambo hivyo kidogo tu kwa shule. Ilikuwa mna date? Kinda, naweza sema alikuwa kinda to date but kama ilikataa kidesign. So but ilikuwa months mingi, miezi ilikuwa imepita before, kama
kama 4-5 months. So ikuwa kitu ati ni saa hii imehappen ama nini na madem. So mimi nilikuwa nimesahau nafanya vitu zangu. After 4 months unajua umefocus vitu zako. Unakuja kuona mitandao ati Vicky. So I think maybe kivyake maybe alikuwa haja kwa fresh maybe kivyake ama haja let go. So watu wanakuanga hivyo wakati mtu wako na ka image kidogo, mtu anaweza try kuitent so that akuwe na hiyo attention ama feel unajua kama mtu haja kuhurt kwa feelings umuonyeshe kama umeumia. Kama hujamuonyesha na try kukuonyesha ile kitu mpaka ana try aone kama umeumia ndo. So ama kwa akili yako ulikuwa unaona ni kama anajaribu kukuhurt ama bring your image down ama pia catch your attention? Well, alikuwa anatry kuniambia vitu mingi zenye hazikuniingianga kwa roho. Sipendi kuweka vitu negative kwa roho yangu. Nasema ni sawa. So akatry sasa go step further sasa yenye anaweza onyesha watu nje ati Vicky sijui kuharibu tu image huko nje kwa watu. Because at that time nilikuwa off. So wengi hata wakiwa wanaona wangeniambia. Ndio wananiambia wewe achana na hizo. Tunauliza sasa nini inaendelea? Wananiambia wewe tulia tu hakuna kitu. So, hata mimi sikuelewa ni nini ilikuwa inaendelea. Ukuelewa pia. But ili trend for a while. Anyway, ni vizuri umeclarify hapa, umesema like what was going on exactly. So hiyo tumeshajua ni nini ilikuwa inaendelea. Si kiki tulikuwa unaenda kutoa song. Tulingoja pia tuone. Una date sahi? Uko in a relationship? Sahi hapana. Uko single? Niko single na si plan ku date anytime. So, na leo nilikuwa nataka kuambia watu waingie kwa DM. Utachoka huko. What happened? Mbona uko hivyo? Kwa nini udate? Love is a beautiful thing. Ni peaceful kukaa peke yako. Ni peaceful wakati mtu ako peke yake. You're not seeing someone. Hakuna ule mwenye umeona ukasema huyu naweza slide. Sidhani na sina intention. Hauna kabisa. Hapana. Anyway, talking about that, wacha tu niulize pia hii before tuende kwa watu ambao una plan kufanya collab na wao in future. Vixens. Vixen. Kuna hiyo ni ya kwanza nimekuuliza, mimi nakuuliza yenye nimesikia ya pili. Kuna Vixen ambao mmefanya na yeye song. Nikasikia Vicky yangu ana date na huyu Vixen, lazima ukudate Vicky yangu ndio uingie kwa song yake. Mna kwanga na a thing with the Vixens? Okay, ni swali poa but hapana, but unajua ngoma zangu naweza count ni ngapi za nimefanya na Vixen wasichana. Azipiti 3. Yes, azipiti 3. So sinanga anything. Hauna na ni professional. How do you source them? Nani anatafutanga Vixens? Well, ngoma nimefanya thing na Vixen ni Baby, Titingo Rundi na agani obu yabomo. Thing hizo 3. Okay. So hiyo Titingo Rundi ile alikuwa rafiki yangu tu, alisema alisikia ngoma kwa studio akasema ataka huko. Baby alikuwa ni Vixen of course, but aliletwa na director kwa set tu tujuani, tukajuani hapa kwa set hiyo. Na huyo mwingine tulikuwa tunajuana akasema pia nitakaa kwa video. So ni friends alafu mwingine tu ni so it's totally like hata kama ni friends it's professional. Yeah, it's very professional. Hakuna. Hizo story tumezisikia but hiyo ni ya Vicky yangu. Nikileta msanii mwingine hapa maybe pia nitamuuliza nisikie huyu mtu wa Vixen lazima mkoe kuna kitu ndio mlete kwa shoots. You never know. Una plan kufanya collab na wasanii wa gani? Kwa sahi? Kwa sahi. Hapa Kisii? Kisii, yes. Kisii kuna wasanii wenye naweza angalia. Kuna wasanii wengi wanafanya poa. So nitaangalia nione ni msanii mgani tunaweza fanya. So far so good nimefanya ngoma na Forever Young ndio pekee I think ngoma yenye hajatoka kwa wasanii wa Kisii. But na try kuangalia nje sasa pia. Unajua Kisii sasa tushafanya. Unataka kutoka nje ya Kisii? Juu whatever wanadu ndo tunadu. Sana music yetu ni tunadu same music. So kutaka kuleta test huko nje. Tukitaka kuleta test huko nje pia tuone kama tunaweza push music nje ya Kisii. Okay, na hapa Kisii una feel ni kama sisi kama mafans wenu tunawa support enough? Naweza sema
actually Kisii ndio ina support wasanii sana. Sana after Wagikuyu na Wajaluo I think ni wa Kisii. Kitambo walikuwa wanasema muziki inatoka pwani pale ile time ya kina Chikuze kina nini. Siku hizi Kisii hadi imepita pwani kwa music. Alafu mmekuwa wengi sana. Yeah, so industry inakuwa na mafans wa Kisii mazee tunawavulia kofia. Mazee mmetusupport sana. Mungu aendelee kuwasaidia, muendelee kutusupport zaidi. Yeah. Hivyo Kisii at least watu wana support because your fellow artists wengi wao ambao tumeongea na wao watu wanasemanga si feel kama Kisii na support enough. Maybe kama wewe unafanyanga club performance. Eti tukienda club tunalipwa na pombe, they don't pay as money, ama mtu anaweza leta msanii wa huko nje amlipe pesa mingi but now akisikia ni Vicky Young, Vicky Young unaweza shika 5,000 niko na mzinga hapa perform na nyinyi mnakubali you perform inaisha. So is that what happens? Well, you know, sisemi kwa ubaya ama nini, but unajua kuna process. Hata pia mimi the time nilikuwa na grow. Nilianzianga hapa. Nimekwambia nilipitanga Migi ananiambia niko na show hapa Kisii nakuja na perform, anani-introduce kwa watu. Akiniambia kwa Nakuru naenda na perform na introduce kwa watu. Through ku-introduce kwa watu, I make friends. And those friends are fans. Wao ndo na fans, wao ndo na kusupport time uko nje. And then through that I made a network of friends wengi. Through those friends when walikuwa na market nikapata nimejuana na watu wengi sasa. And through those fans, so unajua hiyo ndo support. Ukitoa ngoma mtu aishie huko nje ni support. So tukikuja mangana kuja mambo sawa ni katore. So tukija mambo ya club. Okay, well, club mingi hapa tao. Unaweza enda club, but unajua vile watu wanasemanga ni biashara wako. Anataka make pesa na pia make pesa. Yes. Sizienda club ya mtu, nimwambie nilipe 50,000. Na yaja alafu watu wakuja watano, wanunue bia moja, watu watano. I make 200 bob ama 500 bob, akulipe 50k. I make sense. Okay, ukitry kukaa sasa kama mwanadamu wa kawaida. I make sense. Yule ni biashara. So most of the time wakati kama unataka ku make show yenye iko na pesa, au wasanii unafaa ku understand. At that time una market aje show yako aje. Watu watakuja wengi so that you make money. Hata Diamond akilipwa pesa alipwangi juu yako na jina. Analipwa juu kuna influence, watu watakuja through that money wanapata, pia wewe upate. Pia yule alimake sure apate. So it's a win-win situation. So at times mtu akiita maybe msanii amemuita kwa club amempea 5k, hivyo inamaanisha watu walileta angemake 5k. Hiyo ndo angemake. Okay. So I think wasanii wakitry kuko huko nje kuchunga brand, kutry kukua so friendly kwa hao mashabiki wana support, mwenye anajua Vicky akikuwa kesho lazima nikuje. Ni diehard fan kwa support, so unaweza enda anywhere mafans wako wakufuate. Hakuna mtu ataogopa kukulipa hata 100k. Atakulipa. So I think hiyo ni pia vitu zingine try kulearn. Juu pia industry unajua wasanii wamekuja wengi. Wengi anakuja tu anajua bora msanii lazima ulipwe pesa vile unaomba. But hizo dynamics unapata wengi hawaelewi. But ndio maana nasema muziki wetu inakuwa pole pole. Ina grow. Yeah, vile inaendelea ku grow atakuja ku understand. Hata wao wata increase. So sahi hivyo inamaanisha sahi mtu anakulipa according to ile uwezo yako nayo na nyinyi mna understand because it's supposed to be a win-win situation. Yeah, at times hadi sahi hadi sisi sometimes naweza enda club. Maybe nimelipwa pesa nusu. Tumeelewana kama tumeelewana 40,000 amenilipa 20. Nimefika huko nikiangalia mambo imechemka. Maybe nimeenda side za Nairobi pale kwa huko ndani tumepiga show. Mambo imechemka. Hayo unaona hapa nayo ni ngori. Unajua utamwambia ati nilipe mimi pesa yangu tulielewana. Hata kama watu hawako na wewe unaona biashara imemchoma pia hata ataenda loss. Just sometimes una understand unasema fresh. So next time unaona vile unapull watu wako at least you know dynamics ndo muziki ina grow. Na wale watu pia wanawasupport, wanakuwa na moyo wa kusupport. Juu akikupea pesa yote afunge kesho, hakuna pia utaperform. By then utashindwa kuperform kesho tena. So wewe ile pesa ya chini kabisa yenye naweza ita Vicky Young kuja kuperform kwangu ni gani? Tutaongea kwa inbox. Ile pesa chini kabisa. People are watching. By the more than 100,000 people saa hii hapa kusiba torigere tiga iga. Nimbate wedding.
nataka kufanya wedding, nataka kuita, niko na club, nataka kuita Vicky perform. Ile pesa yenye uwezi shika ni ngapi? Ama ile pesa ya chini kabisa naweza kupatia ukubali ni how much? I think ni perform kwa kitu kama wedding, mtu akinipea chini ya 40,000 sitashika. Uwezi shika 40,000? Yeah, unajua sisi invest sana kwa hizo ngoma tunafanya. Ukiangalia video yenyewe inaweza enda more than hata 60k ama 70. Audio pia mnangangana pale. Unajua okay, watu wengi hawaelewangi. Mimi sasa kama ni Vicky, wakati nikianza music nakumbuka Agosto alikuwa ananitolea ngoma na mpea hata 10,000. Nikiwa nimesota nimpea 8,000, 7,000, you know. Anakutolea ngoma. Alafu sasa umeenda increase. Juu hiyo time anakupea juu anajua, anakufanyia juu anajua jamaa ana pesa. Kesho kuta umeenda anakuona unafanya show, anakuona unafanya show. Tena hata kuita uende kumpea hiyo. Juu ana expect jamaa anamgroisha pia akija kupata pesa nisaidie. So sasa nikienda studio hata mimi mwenyewe najifeel baya, lazima umpe pesa ina make sense. Wewe unajua atasaidia upcomings wenye wana, wewe sasa atatoa kwako. Asaidie wale wengine. So inaendanga hivyo. Hata video yenyewe yenye nilikuwa na shoot hiyo time siwezi pea msesa hai. Nasema sasa nilikuwa na kusupport, ulikuwa upcoming. Mpaka sasa bado unanipea hiyo. So lazima pia ugrowish. Plus quality, place zenye utaenda nini. So ni ngumu kuinvest huko. Otherwise watu wasipo support hivyo kukupea hiyo pesa ndio uende kutolea next yenye inaweza kuwabamba. Si utafirisika alafu utatoa ngoma. Utatoa ngoma. So sasa hivi umesikia kila wale watu wote ambao wanataka Vicky kwa show yake, ile pesa ya chini kabisa yenye unaweza mpatia, umesema uwezi shika 40,000. So inamaanisha ni 50,000. Ina make sense. So ile pesa ya chini kabisa jipange na 50,000. Club performance, weddings, functions zenu zote hapo ndio atakuja. So umesema upcoming projects zako ni una plan kutoka outside Kisii. Una plan kufanya collab na wasanii wote like from all over the country. Sio Kisii peke yake. Why do you think wa Kisii wanapenda kusikiza ngoma za Lake Region sana, ngoma za Wajaluo? By the way watu na vibe nazo, hata mimi nikiwa mmoja hata sielewangi, but we listen more than we listen to your songs. I think ni vile tuligrow tukiwa after tuligrow kama watu wengi walikuwa wanapenda kusikiza Wahangla sana. Wazazi wetu kwa home mazishi, ukienda disco matanga wanasikiza Wahangla. So watu wengi walikuwa wanapenda kuzisikiza. So hizi zikakuja kama vibe mpya. So ina take time watu ndo adapt waanze kusikiza hizi sasa. Ndio siku hizi hadi inaendanga kwa vijiji, nimetembeanga villages mpaka kwenye siku wetu kwenda huko ndani. Napata mama mzee anapenda ngoma yangu kabisa. So hiyo ni plus. Siwezi sema wasikizi zetu sana, but zimekuja mpya. Ni mgeni, so ita take time waanze kuziunderstand. Unlike kitambo ungepita watu wandudu wanacheza tu Wahangla, siku hizi unaweza sikiza anacheza Vicky, anacheza kamtu fulani, anacheza Forever Young, It's Done. So kuna at least kuna progress naweza sema. Kuna progress, si kama kitambo by the way. Sasa watu wanakubali sana. Siku hizi niliona hata kama kumko na show place watu wanatokea sana. Favorite song yako ni gani before tumalizie? I want to know your favorite. Ninajua uko na mingi sana lakini kuna ile favorites. Mimi hupenda ngoma zangu zote. Unapata nikiwa na ngoma iko latest, unapata ndo napenda. Naipenda, naisikiza, wakati nasikiza ni kama nimeisikiza too much, natoa ingine inakuwa favorite yangu. Tena nasikiza nikichoka na watu wengine inakuwa favorite. Na hepa swali. Najua zote unazipenda lakini kuna ile tu moja ile ya na nchire ile ya nini nilipenda juu. Kumbuka niliandikanga tu kutoka kwa moyo wangu. Ndio sikuwa naimbia mtu, but niliandika nikimagine kama ninaimbia mtu. Kwa show unaimbia mtu. Nilikuwa siimbii mtu, but nilimagine ningekuwa na mtu vile ningemwimbia. But niko sure pia imeimbia watu wengi, like umesaidia watu wame-dedicate kwa watu wengi. It's a very nice song. Watu wanasemaga Kisii tunanga love songs. Lakini wasikize songs kama hizo ziko. Sisi ni wa romantic. Watu ni wa romantic hapa nje ziko sana. Anyway, una feel kama kuna county government watu pia complain, county government hii department ya culture ndio ina fall under your career sahi, inawa support enough? Naweza sema sijai feel support yao.
Sijai feel support yao kabisa. Especially because the last government we had ilikuwa na youth na alikuwa mnaimba na yeye pia alikuwa musician. Wale wana support enough. You don't feel so? Okay, the support inafaa kuwa felt kwa ground. So hii serikali vile walikuwa wameiunda, walikuwa na kuna ministry ya youth yenye iko na categories za entertainment, you know, na wale watu wako na budget na kwa allocated kwa hiyo ministry inafaa kusaidia not only talents za music, kuna talent ya football na whatever talents ziko mingi. So and fortunately kama Kisii talents ziko mob sana. Kuna watu wa kucheza football, tuko na Kisii FC, tuko na Shabana FC, tunaweza supportiwa hata wengie pale kwa academy, vitu kama hizo, but hatunanga hizi vitu. Ndio nashanganga hizo budget zenye upewanga kwa county zinaendanga wapi. Plus sasa wasanii wenye wamecome up wengi ni wengi sana, plus budget inatokanga mingi ya kusupport those talents. Kwa support those talents unapata hadi kuna entertainment docket kwa every function inapatikananga ya government. And we have wasanii wengi sana. Mtu kuchukua wasanii hata 5 ama 6 kuwapea at least one day au function hii unapewa wasanii 6 fulani na wa support. Through si ati unawapea pesa tu mko basero ama unawasaidia nini. Unawasaidia sasa kama ku uplift na ku empower. Through that initiative umewapea do. Huyo jamaa ataenda atoe music nyingine. Hiyo music akifanya itampeleka elsewhere, mtu mwingine amsaidia ama yeye mwenyewe asaidika akuje kusaidia mtu mwingine. Next pay event mtu anaweza invite wasanii wengine. Isikuati nilisikianga mtu anasema tuonde studio. Studio makes sense juu hakuna mtu atakaa chini unless wanamlipa na government kufanyia kila mtu ngoma ati. Okay, kusupport msanii umuite event ya county ama national government yote itapatikana anywhere na kumappreciate so that yeye mwenyewe aende kujijenga. I think sijaona kama government inaangalianga hiyo kitu sana. So far uone kama wamewasupport. Sidhani plus you know government inafaa kuwa serious sana. Unajua ukiangalia muziki kama ya Tanzania sasa hiyo wako international. Mtanzania anaweza fanya ngoma na Muamerika, alafu si Muamerika hivi mtu mwenye hata Chris Brown pale mwenye anagopewa na kila mtu because government yao inawasupport. Ukiangalia government ya Tanzania ina support sana music, ina support. What do you think inafaa kufanywa? Government zinafaa kuna vitu mob I think watu youth wanaitwa minister for youth wanafaa kuangalia. Kuna vitu pia zinafaa kuwa devolved saa penye imefika. Juu kuna makateli wengi kwa music. Vitu kama music na hii Music Corporate Society of Kenya, vitu kama hizo zinafaa kuwa devolved. Tukuwe na ofisi yetu Nyamira yetu. Tujue kama unajua watu wote club wakipiga music wanafaa kulipia. Uwezi weka anywhere unapiga music bila kulipia. Hao watu wote wanalipia duka, clubs, nini, hoteli, everyone wanalipa license ndio wacheze. Hao watu wote wanapita hapa hivi kwa mabarabara, magari, everywhere lazima ulipie license ya music. Matio pesa yote na collectiwa inaendanga Nairobi. Hawa si wote wenye wanachezanga hapa music wanacheza for free. Haifikii watu hapa chini. Haifikii. So tungekuwa na hizo kama hiyo pesa na collectiwa Kisii County baki Kisii County. Iende kwa docket ya county, kwa Ministry of Youth. Hiyo pesa ikitolewa ikifika wasanii wanajiregister, wanajua vile pesa hiyo inatoka pale kuwafikia. At least kutoka hapo plus piracy unapata watu wako hapa nje wako wanauza hata CD zako nini vitu kama hizo. You know zinafaa kuangaliwa. So kuna vitu mob government inafaa kuangalia. Perhaps maybe wa make a meeting na wasanii wapata ideas kama ni ideas sawa. Kwanza sasa niliona at least kuna imeformiwa like kuna wasanii hapo ndani these committees zenye zimeformiwa maybe ile ni Nairobi. Ni Nairobi. Sasa county government maybe it's supposed to do something like that. But the last time pia wasanii kuna wenye tunaongeanga na wao walisema mlikuwa na msanii as minister like one of your own but still it wasn't better. No, he became an artist while he was a minister. He wasn't an artist at the minister. Okay. Alikuwa minister, akakuwa artist in that process. Okay. So inawezekana haku have that much kufanya, but we still
hatutabebeshwa msalaba wake sasa. Ati msanii alikuwa na hakuwasaidia because that time hatukumweka huko kama msanii, alienda kama mwanasiasa, alikuwa anauliza kiti huko MP, akapewa huko kama, so hakuenda huko kama msanii. Sasa mtu akienda huko kama msanii, then tunaweza, una feel kutakuwa na change, tunaweza aim vidole, but sasa mwe alienda huko politically atuweze aim vidole kwa. Uli perform wakati president alikuja, kulikuwa na national event hapa. Ulizipata aje hapo? How much were you paid? Yani li perform, walitanga auditions, kasema watu wanataka kuperform siku ya president, mkuja hapa muimbe tuone kama mnaimba vizuri. Tukaenda tukaimba, tukaku auditions, tukachaguliwa, tukaenda tukaimba pale. It was good. I can say hiyo ndio ilikuwa at least the event moja yenye ilikuwa walikuwa na appreciate wasanii vizuri, ile yenye mtu anaweza kujenga, uenda ujijenge. Nilipa pesa mzuri. Yeah, at least walilipa pesa poa. Ilikuwa pesa ngapi? Unataka kupigwa ngeta? Imeisha sasa hii. Ilikuwa pesa poa. Ilikuwa pesa poa. Ilikuwa kama 200,000 hivi kwenda juu. So ilikuwa pesa poa. So yeah, watu wengine so kama county wanakuanga na budget kubwa, unaona ile national. Sasa county maybe tuseme juu ni county, wakikata ikwe quarter ama nusu, ndio wanaweza support watu wengi waenda kujijenga kwenda mbele. But juange wanachukua wapi pesa? Sasa watajua saa hii, at least watu wenye mmesema government ina change, we are hoping for the best. Kuna kijana saa hii anakuangalia hapo nje, anataka kuwa kama Vicky, hebu muongeleshe. Mimi kitu naweza kuambia manzi, kwa kitu yote unado usigive up. Kama unataka kuwa msanii, just be msanii. Sawa, Kisii nayo iko sana. Kisii inanichanganya. Wewe kwa tu msanii, in whatever you do, fanya to your level best. Fanya ni kama auende kuifanya kesho. Fanya tu to your level best. And when you give it your best, universe pia kuna njia yenye na kulipa back, you know. When you give your all, unapata. So just do whatever you are doing, man. Hata kama ni usanii, hata kama ni kucheza mpira, hata kama ni whatever you are doing, just do your best. Achia vitu zingine, dunia itakulipa. Dreams are valid. Yeah, anyways, I don't know if we have time Vicky to performie song yake, the favorite one. Director, do we have time? Hatuna time. Anyway, niko sure tuta slot in some time. Lazima utuimbie before uende. Thank you for watching. Asante sana Vicky for coming. Thank you so much. Tena ukuje tena na tena. Kwa igure ninkole, nkaninka, no weganka. Ure comfortable. Hivyo ndio tu tumepiga story na Vicky. Thank you so much for watching. Wale ambao huja subscribe, please subscribe. Road to 200,000 subscribers. Asanteni sana for watching. My name is Bridget Kerubo. Let's meet on the next story.